Bwana Yesu asifiwe sana, ewe mwanafunzi wa Biblia, msomaji wa Biblia hatua kwa hatua. Bwana Yesu apewe sifa sana. Mungu akubariki sana wewe ambaye unaendelea kufuatilia masomo haya siku hadi siku. Leo bwana, tumefika katika somo letu la 40, yani sura ya 40 ya kitabu cha Mwanzo. Kwa hivyo kama ulikuwa ni mfuatiliaji mzuri, tulianzia Mwanzo 1 na hatimaye sasa tuko Mwanzo sura ya 40. Ni namna ya pekee sana ambayo Mungu anazidi kutubariki, tunasonga mbele. Na naamini tukiendelea hivi na mtiririko huu tutafanikiwa kuimaliza Biblia nzima. Kwa muda tu mfupi fulani hivi tutakuwa tumemaliza Biblia nzima. Na Mungu aendelee kututia nguvu, tuendelee kuleteana masomo hapa kila siku iendayo kwa Mungu. Na nashukuru kwamba angalau mpaka sasa bado tunafanikiwa kuipata sura angalau moja. Tunaweza kweli tukapata sura zaidi ya moja kwa siku, lakini bado uhakika tulionao ni kwamba tunapata angalau sura moja. Ni jambo la kipekee sana. Na ni mtiririko mzuri ambao unakufanya usome ujue nilishia wapi, ninaenda wapi. Ni jambo zuri sana na tunapaswa kumtukuza Mungu kwa jambo hili. Lakini nikukumbushe tu kwamba kama wewe ni mgeni katika channel hii ya Mungu Tumaini, basi usiache kubonyeza neno subscribe chini ya video hii ili uweze kuwa mwanafamilia na uwe mtumishi mwema katika channel hii, upate masomo mbalimbali kila wakati. Lakini pia usiache kushare kwa wenzako, WhatsApp, Facebook, Instagram na kwingineko, ili kusudi uweze kuhakikisha kwamba unasoma Biblia hii pamoja na wenzako. Mungu akubariki sana na tufumbe macho tuombe somo la leo kabla ya kulianza. Asante uliye muumba wetu, Mungu wa mbinguni, Alfa na Omega, litukuzwe sana jina lako. Wewe ni Mungu na hakuna kama wewe. Wewe ni mweza, hakuna kama wewe. Wewe ni Mungu mweza, Mungu juu ya yote. Asante sana kwa sababu wewe unastahili kupewa sifa. Karibu sana katika wakati huu tunaposoma neno lako katika kitabu hiki cha Mwanzo sura ya 40. Roho wako Mtakatifu nawe nasi tuweze kukipata kile kitu ambacho wewe ulitaka tukipate katika somo hili. Tunaomba hivyo tukiamini kupitia jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amina. Bwana msikilizaji, katika sura hii ya 40 ni sura ambayo ina mistari ya 23 na tutasoma mstari mmoja baada ya mwingine mpaka pale ambapo tutakapokuwa tumemaliza sura hii ya 40. Karibuni tupate kusikia. Ikawa baada ya mambo hayo, mnyweshaji wa mfalme wa Misri na mwokaji wake wakamkosa bwana wao mfalme wa Misri. Farao akawaghadhibikia maakida wake wawili, mkuu wa wanyweshaji na mkuu wa waokaji. Akawatia katika lindo nyumbani mwa mkuu wa askari humo gerezani, mahali alipofungwa Yusufu. Mkuu wa askari akamwekea Yusufu watu hao, naye akawahudumu, nao wakakaa siku kadha wa kadha katika kifungo. Wakaota ndoto wote wawili, kila mtu ndoto yake usiku mmoja, kila mtu kwa tafsiri ya ndoto yake. Mnyweshaji na mwokaji wa mfalme wa Misri waliofungwa gerezani. Yusufu akawajia asubuhi, akawaona wamefadhaika. Akawauliza hao maakida wa Farao waliokuwa pamoja naye katika kifungo nyumbani mwa bwana wake, akisema, mbona nyuso zenu zimekunjamana leo? Wakamwambia, tumeota ndoto wala hapana awezaye kuitafsiri. Yusufu akawaambia, kufasiri si kazi ya Mungu? Tafadhalini mniambie. Mnyweshaji mkuu akamhadithia Yusufu ndoto yake, akamwambia, katika ndoto yangu nimeota uko mzabibu mbele yangu, na katika mzabibu mlikuwa na matawi 3, nao ulikuwa
ukaonekana unamea, unachanua maua, vishada vyake vikatoa zabibu zilizoiva. Na kikombe cha Farao kilikuwa mkononi mwangu. Nikazitoa zabibu, nikazikamua katika kikombe cha Farao, nikampa Farao kikombe mkononi mwake. Yusufu akamwambia, tafsiri yake ndio hii: matawi matatu ni siku tatu. Baada ya siku tatu Farao atakiinua kichwa chako, atakurudisha katika kazi yako, nawe utampa Farao kikombe mkononi mwake, kama desturi ya kwanza ulipokuwa mnyweshaji wake. Ila unikumbuke mimi utakapopata mema, ukanifanyie fadhili na kuomba, ukanitaje kwa Farao na kunitoa katika nyumba hii. Kwa sababu hakika naliibiwa kutoka nchi ya Waebrania, wala hapa sikutenda neno lolote hata wanitie gerezani. Mkuu wa waokaji alipoona ya kwamba hiyo tafsiri ni ya mema, akamwambia Yusufu, mimi kadhalika nilikuwa katika ndoto yangu, na tazama, ziko nyungo tatu za mikate mieupe juu ya kichwa changu, na katika ungo wa juu mlikuwa na kila namna ya chakula kwa Farao, kazi za mwokaji, ndege wakavila katika ungo juu ya kichwa changu. Yusufu akajibu akasema, tafsiri yake ndio hii: nyungo tatu ni siku tatu. Baada ya siku tatu Farao atakiinua na kukuondolea kichwa chako na kukutundika juu ya mti, na ndege watakula nyama yako. Ikawa siku ya tatu, siku ya kuzaliwa kwake Farao, akawafanyia karamu watumwa wake wote. Akakiinua kichwa cha mkuu wa wanyweshaji na cha mkuu wa waokaji miongoni mwa watumwa wake. Akamrudisha mkuu wa wanyweshaji katika kazi yake ya kunywesha, naye akampa Farao kikombe mkononi mwake. Bali akamtundika mkuu wa waokaji kama Yusufu alivyowatafsiria. Lakini huyo mkuu wa wanyweshaji hakumkumbuka Yusufu, alimsahau. Msikilizaji, na hapo ndio mwisho kabisa wa sura hii ya 40. Yangekuwepo mambo mengi sana ya kuzungumza katika sura hii, lakini hata hivyo hatupasi kuzungumza kwa dakika hizi, kwa sababu upo wakati ambapo tutazungumza zaidi. Itoshe tu kukuachana tafakuri ya somo hili, uweze kutafakari zaidi katika sura hii ya 40. Mungu akubariki sana, na nakukaribisha pia katika sura ambayo inafuata, itakuwa ni sura ya 41. Basi neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu kae pamoja na sisi sote sasa na hata milele. Amina.